Sikilizeni vizuri wanaume, njia 15 za kuwa katika asilimia ya juu mwaka 2026. Nasema hivi kwa sababu tutengeneze mwaka bado haujafika kati. Unataka kuwa katika asilimia ya juu mwaka huu 2026, basi ni wakati wa kuwa mkali bila huruma kuhusu vipaumbele vyako. Udhaifu, vikwazo na visingizio havina nafasi katika maisha ya mwanaume anayetaka kutawala. Ila ujue hutofika huko kwa kufuatilia wanawake au kuruhusu hisia zako zikuthibiti. Bro, kwa mtazamo huo huwezi kupiga hatua. Unachohitaji ni nidhamu, umakini na msukumo usioyumbayumba kwa shida ili uweze kushinda. Basi sikia, huu ndio mwongozo. Usikie, uishi nao na ufanyie kazi, yani utekelezaji. 1. Punguza wanawake, punguza kujidhalilisha, maana kudeti na wanawake 4 kwa mkupuo ni hatari kwa afya yako ya akili. Acha kufuatilia wanawake kwa pesa za mshahara, acha kabisa. Unapoteza nguvu zako kwa watu wasiokuheshimu, wasiokuthamini na wasiochangia ukuaji wako. Kujidhalilisha huko kuna kufanya uwe dhaifu, wa kusikitisha na rahisi kudanganywa. Elekeza nguvu zako kujenga himaya yako, na mwanamke sahihi atakuja ukiwa tayari, si kwa sababu ulimwomba, bali kwa sababu unastahili. Hadi wakati huu tunaozungumza hapa, wanawake ndio vikwazo kwenye maisha ya wanaume. Waache kabisa kama utaweza. 2. Achana na video za ngono. Pornografia ni ya waoga wasioweza kukabiliana na dunia halisi. Inakufanya uwe mvivu, inakupunguza testosterone, inapunguza kabisa, na inabadilisha ubongo wako utamani kuridhika kwa haraka. Kama bado unaangalia pornografia mwaka 2026, tayari umeshapoteza mambo mengi. Acha sasa hivi. 3. Tafakari. Uko nje ya udhibiti kwa sababu akili yako ni dhaifu. Kutafakari ndiyo njia ya kurudisha udhibiti, kusafisha mawazo yako, kuelekeza nguvu zako na kujenga uimara wa akili yako na kutimiza malengo yako. Kunatokana na kutafakari. Ondoa visingizio. Dakika 10 kwa siku za kutafakari zinatosha. Wazungu wanaita meditation. 4. Punguza pombe. Pombe ni ya walioshindwa. Inapunguza kasi, inakufanya uwe wa hovyo na inaiba nidhamu yako. Unatakiwa kuwa makini bro, kaa mbali na chupa. Wanaume imara hawahitaji kitu cha kujisitiri ili kukabiliana na changamoto za maisha. Kwa nini wewe unahitaji pombe? Wanazikabili ana kwa ana, ni vile haujui tu, maana hata kununua pombe kwa pesa za mshahara sio ujinga tu, ni childish. 5. Nyanyua vyuma. Nikisema nyanyua vyuma namaanisha kwenda gym. Mwili dhaifu za akili dhaifu. Unataka kuheshimiwa, jenga nguvu. Jimu sio chaguo eti naweza fanya au nisifanye. Bro, acha masiara, ni lazima. Kuinua vyuma si tu kuhusu kuonekana vizuri, ni kuhusu kujenga nidhamu na uimara unaohitajika kutawala kila eneo la maisha. 6. Maono wazi. Unazunguka bila mwelekeo kwa sababu hujui unataka nini. Andika malengo yako na ufanye yawe wazi kabisa. Unaelekea wapi? Jiulize, unataka kufanikisha nini? Kama hujui, wewe ni mwanaume mmoja hivi tu asiye na mwelekeo, anayepoteza uwezo wake. Ndio hilo wakikuuliza, aliyepita hapa unamjua? Wenzako wanaelekezwa kwa majina ya kazi yao. Kwa wewe wanasema ni mwanaume mmoja hivi, hata sura yake sijui vizuri. Basi tumekupoteza. 7. Jua la asubuhi lizingatie bro. Amka na utoke nje. Mwanga wa jua la asubuhi unaongeza nguvu zako. Ni vile haujui tu, ndio maana kila siku hata jua lenyewe hulioni. Unaimarisha umakini wako kutokana na mwanga na unaweka mwelekeo wa siku yako vyema. Jua la asubuhi. Utaweza kushinda kama unakaa gizani kwa muda mrefu tu. Upo kwenye simu, mara sijui kazi yako ndio inakufunga hivyo. Sawa, umasikini na wewe ni marafiki. Bye bye, watajiri tunaenda. 8. Masaa 8 ya kulala. Bro, yazingatie. Brother wangu, wewe sio mashini. Acha kujichukulia hivyo. Usingizi ndio njia ya kujirejesha na kurudi ukiwa na nguvu zaidi. Lenga kulala masaa 8 kila siku. Wanaume wasiolala vya kutosha hufanya maamuzi ya hovyo sana, na maamuzi ya kijinga jinga yanakugharimu kila kitu. 9. Punguza sukari, na ikiwezekana acha kabisa. Sukari inaua nguvu zako. Sukari inaua umakini wako na mwili wako. Kwenye mwili wa mwanaume sukari ni sumu na ndio unaitegemea. Iondoe kwenye lishe yako na uone hali yako ya moyo, afya yako na uzalishaji vikiongezeka sana. Live hivi ukiona
Wewe ni bora kuliko hicho kipande cha pipi unachokipenda. Jitendee haki, jitendee hivyo tu, utafanikiwa sana. 10. Punguza marafiki wanaonyonya nguvu zako, maana mduara wako unaelezea mustakabali wako na maisha yako. Kata wanaokunyonya na walalamikaji katika mduara wako. Kama hujui, wanakuvuta chini na kukuacha katika hali mbaya zaidi, ambayo wewe mwenyewe unaita ya kawaida. Ni hali mbaya hiyo. Jizungushe na washindi au kaa peke yako. Kivyo vyote vile, linda nguvu zako kwa gharama yoyote. 11. Tengeneza muda wa familia yako pia. Mafanikio hayana maana kama huna mtu wa kushirikiana naye. Familia inakuweka chini na kukupa kusudi. Usipuuze watu wanaokujali wakati unafuatilia malengo yasiyo na maana. Wanaume wa kweli hutunza familia zao. 12. Masaa 4 ya kazi ya kina kila siku. Yazingatie. Nataka kusema hivi. Vikwazo ni adui. Tenga masaa 4 kila siku kwa kazi yenye maana na yenye uzalishaji wako. Zima simu yako, achana na taarifa zako za ovyo za nje. Ili kupunguza usumbufu, ni vizuri kuizima kabisa. Ni umakini safi kabisa kukaa kimya na kufanya kazi yako tu inayokuongezea. Hapa ndipo unapojitofautisha na wanaume wa kawaida. Wao wanapoteza muda wao. 13. Shukrani si udhaifu, ni nguvu. Kila siku chukua muda kuthamini kile ulichonacho. Shukrani zinakufanya uwe mnyenyekevu, makini na tayari kukabiliana na changamoto zilizo mbele yako. 14. Bodi binafsi ya washauri, jijengee kwa ofisi. Huwezi kufanya haya peke yako. Jenga mtandao wa washauri, makocha na watu wanaokuongoza, watakao kuchochea kukua. Jizungushe na watu wenye akili zaidi yako, wenye nguvu zaidi yako na wenye uzoefu zaidi yako, yani wenye uzoefu zaidi kuliko wewe. Punguza connection dhaifu brother. Punguza visingizio. Bona connection zako zote ni za kuchoka. Na ningeona bona connection zako zote hazifai brother. Punguza tu kaka yangu. Na 15 na la mwisho ni kwamba ondoa vikwazo. Punguza wanawake, punguza kujidhalilisha. Elekeza nguvu zako kujenga mwili wako, akili yako na malengo yako. Watu walio kwenye asilimia ya juu hawafuatiliaji mtu ovyo ovyo. Wanaunda maisha yao yenye nguvu kiasi kwamba kila kitu kinawafuata. Unataka kuwa katika asilimia hiyo? Basi ishi hivyo, pandisha hasira ya kuweza tu. Pata nidhamu, unaanza kazi. Dunia inakuangalia, sio mwingine, ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Amin.